Mambo vipi guys? Leo nataka tuzungumzie ni jinsi gani utamtambua mwanamke aliyetoka kutumika. Hii hasa inahusu kwa wanandoa. Naomba nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini kwa sababu ndoa nyingi sana zinavunjika kwa sababu hiyo, kwa sababu watu tunashindwa kujuana. Kwa mfano kwa sisi hasa wanawake, ni ngumu sana mwanaume wangu mimi kunijua kama nimetoka kutumika, kwa sababu tuna mbinu nyingi sana. Na watu wengi sana saizi wanatumia mbinu za kisasa. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kumjua kama ametoka kutumika au la. Sasa leo nataka niwaeleze jinsi gani utamgundua mwanamke wako. Wewe mwanaume, nadili na wewe mwanaume. Sisi wanawake ni wajanja sana. Kuwa makini kunisikiliza. Ni jinsi gani utanigundua nikitoka kufanya nini? Kutumika. Tulikuwa tunatumia mbinu za kizamani sana, kama mtu umetoka kufanya mapenzi, mfano kuchepuka. Tunatumia saizi neno la Kiingereza kuchiti. Nimetoka kuchiti, narudi nyumbani, cha kwanza ambacho nitakifanya, nakimbilia bafuni. Lakini hiyo mbinu ilikuwa ni ya muda sana. Saizi tuna mbinu zetu za kisasa. Huwezi kunigundua hata iweje. Na sisi wanawake tuseme tumeumbiwa maumbile fulani hivi. Mimi mwanamke nina asili kama ya mnati hivi. Yaani nikijaribu kutia maji tu sehemu zangu za siri, yaani hata ufanye nini huwezi kugundua kama nimetumika. Labda nije hivyo hivyo kabla sijaoga, sijafanya nini, hapo utaweza kunigundua. Lakini nikijaribu kwenda kuoga au kuosha sehemu zangu za siri, yaani ni ngumu sana kunijua kama nimetumika. Huenda uchovu, kama wewe ni mwanaume mjanja sana ndio utanielewa kwamba hapa nimepigwa, lakini hivi hivi huwezi ukajua. Sasa niendelee pale nilipoishia kwamba saizi tunatumia mbinu za kivita. Na hizi ni mbinu mpya nakupa. Saizi mimi nikitoka kuchiti, siwezi tena nikarudi tena nyumbani eti nikakimbilia bafuni najua nitagundulika. Hizo mbinu zimetumika na watu wengi sana. Saizi tunaongea huko huko. Yaani guest nilioingia ndio nitakayoondoka nimeshaoga, nimefanya kila kitu, na saizi huenda tunatembea na kila kitu. Wanawake sisi ni wazee wa vipochi. Kwenye hiyo pochi nina mafuta na spray, yaani narudi kama nilivyoondoka. Kwa mimi nataka nikupe mbinu ambazo wewe unaweza kumgundua mwenza wako pindi akitoka kuchepuka au kukuchiti. Mbinu ya kwanza. Kwenye ndoa saizi asilimia nyingi sana wanawake tumekuwa na visababu. Yaani pale tu mwanaume anapohitaji tendo la ndoa. Kuwa makini sana mwanamke wako, utasikia mimi nimechoka, sijui mara nipo periodi. Mara periodi yenyewe imekaa, mtu ana periodi ya siku 3 lakini unakuta ana periodi ya siku 5 ambazo hajaingia. Kuweni makini sana. Mara nimefanya kazi nyingi leo, sijisikii, sina mudi. Yaani ukishagundua mtu analalamika hivyo na sio mara moja, jua huyo mtu anakuchiti. Na kuweni sana makini, mke wako akitoka nje, akirudi, jaribu kumchunguza. Alivyoondoka ndivyo alivyorudi. Sisi wanawake tuna akili nyingi kama nilivyokuambia. Tunaondoka tunakuwa na vipochi. Nitaoga huko, nitarudi niko safi tofauti na nilivyoondoka. Kwa kuwa makini kunifuatilia. Naomba niwape hadithi fupi kidogo. Mimi nina shoga yangu. Huyo shoga yangu ana uwezo wa kuchepuka hata na wanaume 6 kwa siku. Lakini mume wake hagundui. Maana siku mimi anakuja kunipa story, nikamuuliza, sasa wewe wanaume 6 jamani? Labda, lakini kwa wanaume jamani, mwanaume mmoja tu kwa mimi binafsi, mwanaume mmoja tu ananishinda. Lakini ndugu yangu ana wanaume 6. Na hao anaenda nao kwa masaa. Akitoka kwa huyu, anaenda kwa huyu. Nikamuuliza, vipi? Unawezaje kumudu wanaume wote 6 kwa wakati mmoja? Akaambia, wewe tulia. Sisi ndo tunazijua mbinu. Saizi hakunaga ndoa. Kwa saizi hakuna ndoa. Ndoa ni tunakaa kwa kujiegesha tu. Saizi tunaangalia hela. Kwa ndugu yangu pale anazingatia maokoto. Anaenda huko anapigwa na wanaume 6. Na mume wake hagundui chochote. Na hataki kuniambia, anakwambia yaani wewe tatizo uhudhuriaje vikao vya wanawake. Sasa mimi sielewi kama kuna vikao vya wanawake jamani, kwamba wanakaa wanajadiliana kwamba inatakiwa leo unashughulikiwa na wanaume 6, sielewi. Ila akaniambia wewe hujawahi kuhudhuria vikao vya wanawake. Ila sisi tunaweza tukafanya hiki na mwanaume asigundue chochote. Na hapa nina jirani yangu. Akitoka asubuhi kurudi saa 12. Na akirudi saa 12 anarudi na vitu kede kede. Nikimuuliza, ndugu yangu, unafanya shughuli gani?
ananiambia mtaji wako unao mwilini mwako. Jamani, naonea huruma sana wanaume. Sisi wanawake muwe na sisi makini sana, yaani kuwa makini na mimi mwanamke. Sasa wanaume jamani, tuwe makini, tuwe makini sana, yaani tena tusiwe makini, muwe makini na sisi. Mimi ni mnati Jaribu kuelewa, mimi ni mnati. Ukiona mwanamke wako analeta sababu hii, analeta sababu hii, na sio siku moja, ni kila siku, jaribu kushtuka. Maana mwanamke aweza kakaa akakunyima yani unyumba ndani ya mwezi au wiki, na mwanaume najua uwezo ukavumilia kwamba umelala na mwanamke wako umekaa zaidi ya wiki hajakupa unyumba. Na nyie tunajua mna mbinu zenu. Japokuwa kwa mwanaume niseme kwa mimi, labda kwa mimi kumgundua mwanaume wangu kama ametoka kuchepuka au kunichiti siwezi kujua, labda kwa wataalamu wenzangu. Ila kwa sisi wanawake ni rahisi sana, ila kuna mbinu tunazitumia ndo ambazo zinafanya tusitambulike kwa uharaka sana. Japokuwa mimi kwa mwanamke mwenzangu najua kwamba huyu ametoka kufanya kitu fulani, lakini kwa muda huo ila yakipita hata masaa mawili siwezi kumgundua tena, ila akitoka tu hapo namgundua kwamba huyu ametoka kufanya kitu fulani. Sasa kwa mwanaume ni ngumu, siwezi kumgundua mwanaume wangu. Naye na mnajua mbona na yenyewe wanaume anaweza katoka huko akafanya shughuli zake, naye akaoga labda huko akarudi, utakachomgundua labda tu naye akianza sababu. Sasa maana naye hawezi akafanya kazi siku moja mara 6 mara 7 hawezi. Ila kuna wanaume wengine wanaweza wakapiga show hata mara 6 mara 7, ila kwa wengine hawawezi. Ukiona naye mwanaume wako anakupa dalili za kusema mimi leo nimechoka, sijui nilikuwa na kazi ngumu, na unamjua ni mlafi, kwa makini na mwanaume wako. Kama ni mlafi, siku akaleta sababu, shtuka kwamba huyu ametoka kufanya jambo. Na siku wanawake, ukiona mwanamke wako anashughulika sana, anajitahidi kitandani, alafu siku hiyo akaamua labda tu kusema basi nimpe huenda asinishtukie. Maana sisi kwa maumbile yetu, hata nikitoka kufanya mapenzi saizi, labda mume wangu nikajaribu kulala naye, hata baadaye naweza nikajisikia vizuri tu, ila nakuwa sina mzuka au zile staili unakuta ambazo nakupaga najinyambua huku siwezi kufanya. Naweza nikapiga hiyo staili moja inaitwa kifo cha mende, hiyo mpaka tunamaliza. Ukiona tu niko hivyo na hujanizoea hivyo, shtuka ndugu yangu, jua hapa kuna kitu, hapa kitu changu kimetoka kuliwa. Kitu kingine cha kugundua kwa mwanamke wako, kama umemzoea na unajua mwili wake unakuaga vipi, kuwa makini sana. Mwanamke wako akitoka tu kuchiti, lazima mwili wake utakuwa wa baridi, yaani lazima awe wa baridi. Sisi wanawake tuna joto fulani hivi, ndio maana hata tukiwa wajawazito kuna joto linaongezeka. Ndio maana yani tuseme yani sisi tuseme imekweje, wanawake tumeumbiwa kama joto fulani hivi. Kwa mwanamke akitoka tu kuchepuka anakuwa wa baridi mno, yaani ukimgusa ni wa baridi. Yaani hapo sisi wanawake yaani hata tukioga maji ya baridi vipi, lazima kuna kajoto fulani katakuwepo. Lakini ukitoka tu kuchiti, kuweni makini sana. Yaani zingatia haya ninayokuambia, umkague mwenza wako. Kitu kingine, mimi nikitoka kuchiti sitaweza kukuangalia wewe usoni. Yaani hata kama nitakuangalia sitaweza kumaliza hata dakika 2. Yaani hata dakika 1 siwezi kuimaliza. Lazima nitakuwa nakuonea aibu, kwa sababu kile kitu kitakuwa kinanisuta. Na sio kuchiti jamani kwamba tunakuwa tunapenda, hapana. Hasa kwa sio wanawake. Uwezi ukalala na yaani sio kwamba uwezi ukalala na mwanaume ambaye umpendi. Unaweza ukalala na mwanaume ambaye umpendi lakini ukiwa na shida. Tofauti na mwanaume. Japokuwa na yenyewe sio sana, ila kwa sisi wanawake tunaweza kukalala na mwanaume yoyote. Nikiwa na shida au na jambo langu fulani, naweza nikafanya chochote hata kama sikupendi. Kwa hapo nikitoka tu kuchepuka huko nimerudi, lazima nitakuonea aibu tu. Siwezi kuangalia hata niwe malaya wa kiasi gani, hata niwe konkodi vipi, siwezi kuangalia usoni. Hilo nalo uzingatie. Kitu kingine, kama tulizoeshana labda kitandani, hata kama hatu sex, tumezoeshana kukumbatiana, hatuwezi kulala kila mtu kivyake. Siku hiyo
nikaleta visababu, usijui usinishike, nimechoka. Maana mtu hata kushikwa tu jamani amechoka. Umechoka nini mtu anakugusa? Ya kugusa ndio kunaweza kukaambukiza vitu vingine. Mwanaume hawezi kuvumilia akakugusa tu akalala eti amemaliza kukugusa akalala, hawezi. Tunajua kabisa wanachokuwa wanataka. Lakini ukiona mtu anasema usiniguse, sijui nimechoka, na hujazoea hivyo kwamba mke wangu jamani nikimshika niambia nimechoka, shituka. Yaani shituka mapema, tujua hapa kuna kitu kimetokea. Na siwezi kuruhusu niguse kwa sababu nimetoka kumaliza haja zangu huko. Yaani wewe si unakuona kama jamani si zimwi, si unakuona kama nini, siwezi kuruhusu kwa sababu hamu yangu imeisha.